mioyo ya kupokea. Tunaomba mioyo yetu ipokee neno hili, likatusaidie kutubadilisha. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ya kusimama mbele yenu. Mimi na hii maiki tunafanana. Mimi ni maiki ambayo Mungu anaitumia kuja kuleta neno kwenu. Sasa nikaona ngoja tusaidiane, nikaongeza pia na hii maiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mimi na maiki ni kitu kimoja. Tunaleta habari huko kwako. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Na namshukuru Mungu ambaye, jamani, wamesema hapa hakuna Mungu kama wewe. Unajua huko ninakotoka ni kijijini. Hizi maiki hata namna ya kuziweka niwaambia wajamani nisaidieni. Maana kule sisi tunapiga maiki zetu tunazozijua sisi. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo la kumshukuru. Lakini huwa nikiwepo huku mjini huwa naona utofauti. Kwamba washarika wanakaa wanakusikiliza. Kule nilipo kuna saa inafika wananiambia, mwinjilisti umesoma neno, hebu subiri kwanza hapo. Ng'ombe wetu anazaa. Tukishatatua lile tatizo la yule ng'ombe tutakuja alafu tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, unajua kuna sehemu Yesu tunaye. Alifika tangu zamani. Ila inawezekana tunaye lakini kumtumia tunashindwa. Lakini wenzetu wanasema subiri kwanza, mwambie Yesu asubiri hapo asiondoke. Alafu tutakwenda yule ng'ombe akishazaa tunakuja tunamsikiliza. Ukiwaambia hapana wanakuambia basi na hata na wewe Yesu hatumtaki. Yesu gani anataka sisi tuwe maskini? Ng'ombe wetu ife. Kwa hiyo anakuambia hatumtaki wewe Yesu na wala hatumtaki na wewe. Kwa hiyo inabidi utulie kwanza. Kwa hiyo lakini nyie hamjaniambia nitulie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tumepewa kichwa kinachosema furahini katika neema yake. Alafu Yesu ni chakula cha uzima. Tuanze kwanza na furahini katika neema. Ndio maana nikasema sisi tunaweza tukawa tuna Yesu. Kweli aliwahi kuja tangu asubuhi. Wengine wakampokea saa 6. Kule tuliko tukampokea saa 12. Inawezekana wa saa 12 wakawa wamemshika vizuri kuliko wale wa asubuhi. Wanasema kipato wakinaleta nini? Majivuno. Yaani tukimpata Yesu huwa tunajitanua. Lakini wengine wanayemtafuta wampate huwa wananyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furahini katika neema yake. Nilikuwa najaribu kuangalia neema ni nini kwanza. Neema ni upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu wa kwake mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye aliyeamua kutupenda jinsi tulivyo. Hatufanani na yeye, maana tulishajitofautisha na yeye. Hatui wasafi kama yeye, tulishajichafua. Lakini sasa mtoto wako akichafuka, utasema huyu mtoto sio wa kwangu. Eti mama. Utasema huyu mtoto ni wa kwangu. Kwa hiyo na Mungu akasema pamoja alinikataa, pamoja alinichafua, lakini bado huyu mtoto ni wa kwangu. Kwa hiyo upendo wa Mungu ukatufanya sisi atuvute tena
tukae na yeye, na kwa sababu hiyo akaja yeye peke yake duniani, akatufia pale msalabani, akatuokoa, akatuacha huru. Kwa hiyo neema, cha kwanza ni upendo wa kwake Mungu mwenyewe. Ndio maana tumeambiwa furahini katika neema yake. Kwa hiyo tunapokuwepo mahali hapa ni neema tu. Nchi za wenzetu tunazozijua sisi sasa hivi, Wakristo wakikutwa tu wakisema sisi ni Wakristo, basi anapigwa shaba, anaondoka. Nikiwa mashariki na pwani Mkuranga, mimi nilienda kule kama mwinjilisti na kupeleka huduma kule. Nilikuta wako wafanyakazi waliopelekwa kule katika ile wilaya, manesi, madaktari, walimu na maaskari, wale viongozi wa halmashauri. Anakuambia nisipovaa ushungi huku mimi siwezi kuishi. Watakuchoma moto, watakuua. Kwa hiyo watu walikuwa wakienda, cha kwanza wanavaa ushungi. Neema ipo, neema ipo. Kwa hiyo tufike mahali tufungue ushungi, tusifanane na wale, tujifananishe sisi na Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kulikuwa kuna changamoto. Wangapi walisikia popo baba? Wangapi walisikia? Mimi nilikuwa nachukuliwa twende tukatafute habari. Maaskari wanambia twende ukatusaidie ili tutafute habari hizi tuziandike. Tanaambia wewe, habari ya kiroho na wewe iko wapi? Haya ni mambo ya rohoni. Yaache ya rohoni yaendelee hivyo hivyo. Tutapambana, yataisha. Wewe huwezi kuandika hii taarifa. Wanasikia kelele, wanaambiwa hiyo kelele ilete taarifa. Lakini unaandikaje taarifa kitu ukione? Naambia sisi ndio tunakiona na kitaondoka. Na mwisho wa siku kafanyaje? Kikaondoka. Na mpaka leo watu wanaabudu, watu wanafurahi, watu wanasifu kama sisi tunavyosifu, kwa sababu ya neema. Neema ni kitu ambacho hujui kitaisha lini. Unaweza ikawa ni leo, inaweza ikawa ni kesho. Kwa hiyo tumia neema hii ili ikupe faida, isikupe hasara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tuna neno ambalo tumelisikia asubuhi la Zaburi. Kwenye neema kuna changamoto. Kwenye neema hii kuna changamoto. Wanasema utafika lakini umechoka. Utafika lakini umefanyaje? Umechoka. Kwa sababu kuna mtu alikuwa anakumiliki, alafu ukatoka ukaja huku. Na mnakumbuka sisi wa Kristo tunapopata kipaimara tunasema tunamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Najitoa. Nakaa mbali na wewe, sikutaki. Wewe unafikiri anafurahi? Unafikiri atafurahi kukukosa wewe? Atakutafuta. Kwa hiyo Daudi kwenye hii Zaburi alikutana na changamoto katika kutafuta mafanikio yake. Alikutana na changamoto. Alikuwa anaishi porini, anachunga simba na wadudu na nini, akapambana nao. Lakini anakuja anakutana na Mfilisti yule, anapambana naye, anakwenda tena mtu aliyemsaidia anageuka tena kuwa vita kwake. Sasa Daudi anasema niende wapi? Ndio maana akasema kwenye ile Zaburi, dawa ni kumkimbilia nani? Kristo. Kwa sababu alikumbuka kumbe kuna neema. Kumbe nikikimbilia ile neema mimi sitaaibika. Wakristo tukimbilie neema ili tusiaibike. Bwana Yesu asifiwe. Hii neema ambayo ni huyu Yesu Kristo tuikimbilie ili tusiaibike.
tukifanya mchezo tutaaibika. Lazima tuambiane, mimi wewe, tukimbilie neema. Hii neema haina gharama, haina gharama. Hii neema ni bure, ni wewe mwenyewe, kama Daudi alivyosema, nimekukimbilia wewe Bwana, baada ya kuitambua ile neema kwamba hapa siwezi kutoka, naomba sasa nije kwako Yesu Kristo, maana wewe ulisema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na wenye mizigo, mimi nitabeba. Daudi akaenda akaambia, nimekukimbilia wewe, nitaaibika. Na mwisho wa siku Daudi anasema anapata heshima, anapata nafasi ya kupumzika, anapata nafasi ya ulinzi, anapata nafasi ya kuongozwa, anapata nafasi ya kupewa faraja, ya kutulizwa. Lakini kumbe Yesu ukimuita anakuja kwa haraka.